Imetimia karne nzima tangu taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini GST ianze kufanya kazi. Na katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara, GST ni miongoni mwa taasisi zilizopo hapa. Na tumefika kwenye banda lao ili kufahamu majukumu yao. Na ili kufahamu majukumu yao tunaungana na Priscus Bernard. Huyu ni meneja mipango na masoko wa GST. Karibu. Habari yako Bernard? Salama tu, habari ya kwako? Salama kabisa. Pengine tukianza, taasisi hii ya jiolojia na utafiti wa madini majukumu yake ni yapi hasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania ni taasisi ambayo ilianzishwa mwaka 1925 na ipo chini ya Wizara ya Madini na inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya madini sura 123. Majukumu ya taasisi ni pamoja na, kwanza kubwa ni kufanya tafiti za madini nchini ili kubaini tabia na aina za miamba na madini yanayopatikana hapa nchini Tanzania. Lakini pia jukumu jingine ni kutoa huduma za maabara. Huwa pale GST tuna maabara ya kisasa kabisa ambayo ina vifaa vya kisasa na wataalamu waliobobea kwenye masuala ya uchunguzi wa sampuli za madini, na tunafanya uchunguzi wa sampuli za madini kwa wadau mbalimbali, kwa wachimbaji wadogo, wachimbaji wakubwa, wachimbaji wa kati. Lakini pia hii maabara ya GST ina ithibati ya kimataifa, kwa maana kwamba majibu yake sasa yanatambulika kimataifa. Kwa hiyo nitake kusema kwamba wachimbaji wa ngazi zote wakitumia maabara hii wana uhakika kwamba majibu wanayopata pale ni ya uhakika. Lakini pia tuna jukumu la kuwasaidia wachimbaji wadogo. Kama taasisi huwa kama nilivyokuambia, tunafanya tafiti za madini, na unajua changamoto kubwa nayo wachimbaji wengi wadogo wa hapa kwetu Tanzania ni kuchimba bila kuwa na taarifa za geosayansi. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania tuna wajibu wa kuwasaidia kwa kuwafanyia tafiti au kuwaongoza kwamba wachimbe kuelekea wapi. Kwa kupitia GST tunaweza kuwapa hiyo elimu. Lakini pia taasisi ya GST tumepewa jukumu la kuratibu majanga asili ya jiolojia kama matetemeko ya ardhi, milipuko ya volkano, maporomoko ya udongo. Ni jukumu ambalo pia tumepewa tulisimamie. Na katika kufuatilia mitetemo hapa nchini tuna vituo zaidi ya 4 ambavyo vinafuatilia mitetemo, kama kuna mitetemo yoyote ambayo imetokea, ili tuweze baadaye kuandika taarifa na kuwashauri wananchi. Na ukiacha majukumu ambayo nimeyataja hapo, lakini pia tunatoa huduma ya ushauri elekezi. Hii ni kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Na huduma anayokuambia uelekezi kwa maana ya consultants ni katika maeneo ya utafutaji wa madini au uchimbaji au uchenjuaji. Yamkini kuna mchimbaji mdogo au mkubwa au wakati ana eneo lake na hajui ile eneo lina madini gani. Kama taasisi tunaweza kuja kumfanyia tafiti katika eneo lake na kumwambia pana madini gani. Lakini iko kwenye hatua ya kuchenjua. Pia tuna maabara pale kwetu, tuna watafiti wanaweza kuja kufanya utafiti wa mbale yake au mwamba wenye madini na kumshauri atumie njia gani sahihi ya kuchenjua madini yake ili aweze kuongeza uzalishaji. Lakini hivi karibuni tumefika hatua ya kutengeneza hii crucible ambayo ni chombo au chungu ambacho kinatumika kwenye uchunguzi wa sampuli za dhahabu. Kwa hiyo tumeleta bidhaa mpya kabisa, ina ubora wa hali ya juu. Kwanza inahimili joto zaidi ya nyuzi centigrade 1400. Lakini pia inaweza kutumika zaidi ya mara 3. Lakini pia bei yake ni himilivu, kwamba ni affordable. Kwa hiyo tunawaalika wadau wote ambao wako kwenye sekta za uchunguzi wa sampuli za madini watumie hii crucible inayotengenezwa na GST kwa ajili ya kuongeza tija katika uchunguzi wao za madini. Mfuatiliaji wa TBC, tumefahamu majukumu ya taasisi hii ya GST, na sasa tunaungana na mjiolojia mwandamizi. Huyu ni Hamisi Ramadhani. Yeye atatueleza hali ya tafiti za madini. Habari yako? Asante sana ndugu mwandishi. Kwa upande wa utafiti, taasisi yetu imepiga hatua sana. Kama unavyoona hapa, kwa utafiti wa jiolojia taasisi yetu imefanya 100% ya nchi katika eneo la nchi yetu, na kwa upande wa jiofizikia imefanya 100% ya nchi yetu yote, na kwa upande wa jiolojia taasisi yetu imepiga hatua, imefanya 98% ya coverage ya nchi, na kwa upande wa jiokemia taasisi yetu imepiga hatua kwa kufanya 24%, na kwa upande wa jiofizikia ya high resolution taasisi yetu imefanya 16%. Maneno yako yamekaa kitaalamu sana.
ili Mtanzania aelewe haya jiofizikia, jiolojia ni nini hasa? Ni utafiti ambao unatumia mitambo inayotumia tabia za miamba za kifizikia, na jiolojia ni utafiti ambao unatumia tabia za miamba kwa watu wataalamu kupita na kuangalia aina za miamba na kutambua aina za madini na aina za udongo zilizopo ardhini. Na jiokemia ni utafiti ambao unahusisha kuchukuaji wa sampuli na kuzipeleka maabara na kupima kuona vimelea vilivyomo katika udongo.